Habari, mimi naitwa Jof. Kuna mtu ametuma swali anasema naomba msaada wa mistari hii walioandika na walichokimaanisha. Ile imani chanzo chake huja kwa kusikia, na ule unaosema wapenzi msiamini kila roho bali zichunguzeni. Asante sana kwa swali lako. Hapa kuna mistari miwili ya Biblia. Wa kwanza ni Warumi 10:17, alafu wa pili ni Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Ukisoma Warumi 10:17 inasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hapa ni Mtume Paulo ndiye aliandika. Mtume Paulo alimaanisha hivi: imani ya kweli haitoki kwenye hisia tu, bali inatokana na kusikia neno la Mungu. Kadri mtu anavyosikia na kupokea neno la Mungu, ndivyo imani yake inavyoendelea kukua. Hapa Paulo alikuwa akielezea kuwa wokovu unakuja kwa kusikia injili ya Kristo, si kwa matendo ya sheria. Bila neno la Mungu imani haiwezi kujengwa. Ndicho ambacho alikuwa anakimaanisha Mtume Paulo, kwamba mtu anasikia neno la Mungu, anasikia mafundisho, anaposikia anaamini na anampokea Yesu Kristo. Imani chanzo chake huja kwa kusikia. Lakini ukisoma Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza, wapenzi msiamini kila roho bali zijaribuni roho kama zinatoka kwa Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Hapa aliyeandika ni Mtume Yohana. Yohana alichokimaanisha ni kwamba si kila mafundisho au unabii unatoka kwa Mungu. Kulikuwa na walimu wa uongo waliopotosha watu kuhusu Kristo. Wakristo wanapaswa kupima mafundisho kwa neno la Mungu na kwa kumkiri Yesu Kristo kama Bwana aliyekuja katika mwili. Mstari huu unamaanisha ya kwamba si kuamini tu kila roho bali kuzichunguza. Tofauti ya kwamba imani haimaanishi kuwa mwepesi kuamini kila kitu. Ni lazima uwe na utambuzi wa kiroho. Hii mistari Paulo anasema imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Yohana anasema usiamini kila anayesema ananena kwa roho, pima kwanza. Hivyo imani ya kweli hujengwa kwa kusikia neno sahihi na inahifadhiwa kwa kuchunguza mafundisho yasiyo sahihi au mafundisho sahihi. Cha msingi uchukue ya kwamba hapa kwenye Warumi palikuwa panaelezea mtu kusikia kwa habari za Yesu Kristo na kumwamini, alafu hapa ni kutofautisha mafundisho ambayo umeyasikia. Hili linamlenga Yesu Kristo ama hili linazungumza kwa habari ya ukweli ya uongo? Kwa sababu gani? Manabii wa uongo walikuwepo na walikuwa wanawapotosha watu. Kama una mchango kuhusiana hiki ambacho mwenzetu amekiuliza, karibu. Nitafurahi sana kupata mchango kutoka kwako. Mungu wa mbinguni akubariki sana.